hiyo ukuta yote inajengwa, na ndani ya ukuta tunaweka stall moja na tunaweka ingine ya juu. Na muangalie zile samples ziko pale. Yote inazunguka hii stadium. Hakuna kitu tutapoteza, ni ile stadium yetu tu. Lakini hapa tutachukua watu zaidi ya watu 300, vijana wetu na wasichana, kupatia modern stall bila malipo kwanza. Ndio mtu aingie ndani aanze kufanya biashara yake. Na hiyo ndio jinsi ya kusaidia watu. Kana tu wado hitu. Yes. Hii mahali hii town hapo mbele ukienda hiyo Jamhuri Market, tunaendelea hiyo kazi, hata hiyo tutamalizia hapo kwa vile hawa wamekaribiana sana. Huko Mwero ni Kentams. Kule Athena amekuja, akijirani tu Kedivitale tumekubali. Athena tunaweka hospitali ya vitanda 26 ya maternity. Kwa huyu Mboro Kiganjo ametuombea hapo, ametuomba Kiganjo, hata yeye tunaweka hospitali yake. Maternity ya watoto 26 ya wamama 26 na hizi ward zingine 10 pamoja na vifaa vyote mpaka laboratory na theater kwa hizo hospitali. Tumesikilizana hapa kwenye hii township yetu ya kwamba soko hapa lazima tujenge. Na mimi sitaki kujifanya na sitaki kurudia ile kitu yote mnajua inakuanga ya kawaida. Sasa huyu ni governor mwingine pia ndani. Sasa nyinyi mnajua mambo yetu ya soko uanga ni mambo ya county. Na sitaki kushinda ati nikipiga porojo na mazungumzo mingi ni muinyi wothe kumareria warutirie kuona thokori. No ukaga na kafuti ka yero gukuria ni besha cigana ikurihwo ti mundu wa Kanju, ti Kanju. Hĩndĩ ĩrĩa thoko yo ira ri ikinyesha ndani ya soko, ni nani anaulizangwa? Sio Kanju kutoka miaka na milele, ama imepinduka jana? Ndeti wado itu kama huko na ka stall kulipa huko, unalipanga nani? Unalipanga Kanju. Hii imekuwa ni kazi ya county. Lakini mimi sitaki hiyo mashindano, na nitawaambia kwa nini sitaki hiyo mashindano. Mwaka wa 2015 wakati mimi nilikuwa senator, na hii uweke kwa record, hata wewe mtu wa TV enda useme huko kwa vile inajulikana kwa dunia mzima. Mimi kama governor, kama senator wenu, nilienda mpaka Washington DC. Siku hiyo mzungu wa World Bank alikuwa amesimamisha na akasema hawatapeana pesa tena kwa nchi ya Kenya kwa vile pesa walikuwa wanapeana inakuliwa. Alafu mimi nikiwa chairman wa kamati ya Senate, nilipanda ndege na seneta 5 na wengine. Nikaenda mpaka Washington kwa World Bank. Nikakaa kwa kamati ilikuwa na wazungu tupu. Nikiwa chairman mimi ndio niliongea kwa niaba ya watu wa Kenya. Na nikasema ya kwamba pesa mnaweza kusimamisha wazungu mtunyime. Lakini mjue wale watu ambaye mtaadhibu na watu wenye wanachukua hii adhabu yenu sio hao matajiri wanaiba pesa. Ni maskini wenye tulisema tutajengea soko. Hapo ndio mzungu alisikiliza. Mimi nilikuja na pesa ya kujenga masoko kutoka Washington. Siku hiyo tukajenga soko Juja. Tembea leo, Juja kuna soko. Tukajenga soko Ruiru town, kuna soko. Tukajenga soko Githurai, iko soko. Tukajenga soko Juja, iko soko. Tukajenga soko Kikuyu, kuna soko. Tukajenga soko Kihara, iko hata saizi ya ghorofa 3. Hiyo mahali yote iko soko. Kwenye hiyo pesa nilikuja na pesa 400 million ya hii soko hapa Makongeni. Na nyinyi mnajua namna hiyo. Wakati hii soko ya Makongeni ilifika kujengwa na hizo soko zingine zote, hapa kulianza mgogoro kati ya mjumbe na governor alikuwa kitini. Wakavurutana, wakapangania, alafu usiku hii soko ya Makongeni ikakuja ikachomwa. Mzungu akasikia akiwa pole, na mzungu hananga hiyo mambo ya upuzi, akasema pesa yangu iwezi mahali enda mahali kuna chuki. Hizo soko zingine zote Kiambu zilijengwa. Ile soko haikujengwa peke yake, ni soko ya Makongeni. Kutoka mwaka huo wa 2015 mpaka leo, hiyo Makongeni haina soko. Na wengine wanafaidika. No wateithikire. Tonyita nado itwathika. Hemo dwagunekire. Sasa wengine wote kaunti mzima ya Kiambu, wamama wako na mahali pazuri ya kuuzia soko. Hapa bado tunangangana. Ndio unaona mimi nilisema hii mambo mimi sitaki ikuwe kwa record yangu kama niko governor. Saa zingine watu wanafikiri mimi ni mjinga. Mimi sio mjinga, lakini mimi najua kupiga hesabu yangu ya mbele. Hiyo Makongeni hiyo unasikia timvurutano nini, hii soko nini, watu watafanya namna hiyo. Rais ameshasema anapeana pesa tujenge hiyo soko. County si tutaongeza pesa 150 million, rais anatoa 400. Soko ikuwe soko ya kifahari, mzuri, ikuwe ya watu wengi. Na sisi hatutaki mambo ya siasa yenye haina maana.
So wakati mnasikia mimi ninanyamaza, sinyamazi kwa ujinga. Hii soko ya Kiandutu lazima tutajenga hiyo soko ya Kiandutu. Kwa vile soko ya Kiandutu hapo ndio wafanya biashara wengi wako hapo jameni. Kanati wadoitu. Hii soko mnaona soko ya Makongeni. Hakuna mtu alikuwa ameongea mambo ya soko ile ya Kiganjo mbele yangu. Mimi niliongea na huyu Mboro ama namna gani Mboro? Tukasema hii soko kwa vile Kiganjo kuna watu wengi tutaweka. Wengine wakasikia wakakimbia huko. Kusema ati sasa tuweke Kiganjo na wakakimbia huko na watu wengine. Ati ndio wanaleta soko. Ile mashindano yenye haina maana. Kanati kwa doitu. Haina maana hiyo mashindano ya nini? Niko ni modo kainukia thoko agithimoci. We MP kana we governor riria mukari gari kia tamu yako na mwaheno na muhengere. Githi ndikainuka muci. Ningainuka na thoko. Ningainuka na stage. Si unawacha hapo ni raia jameni. Ndio unaona saa zingine mimi mashindano mengine inandishinda. Akili iko mbele ama iko nyuma ama iko wapi? Hii ni mambo ya raia, ni kazi ya umma. Fanya vile umeambiwa, tumia pesa yako. Yangu ya mwisho, kwa vile sitaki kushinda hapa nikiongea, niwaambie ya kwamba hii Thika yetu, mimi nimeamua, tuishasikizana na hawa wajumbe ya kwamba tumerudisha agenda ya Thika Industrial Smart City. Nituracokiri agenda hiyo na tuina kamiti ni mugwitikira Thika tumitwe city yagire nyajie kumuthondekera barabara ici kuma haria kiingiriro gitonya Thika okona ni kundu wathie ni tuhamwe andu aitu tutonye na guku matura-ini maya mothe njikire kaburo njiki atia twikire matawa. Nataka niwaambie kwanza nyinyi watu wa Kiandutu, nimesikia mnalia mataa, munipe 1 week, hiyo mambo nitamaliza yote. Na nikimaliza hiyo, tukimaliza hiyo kwa mitaa, munipatie only 60 days. Muniulize swali nikirudi hapa Thika. Hakuna mtaa ambaye hatutaweka mataa ya sola, na niko naye mingi ya kuweka kila mahali. Ukienda Majengo, ukienda Landless, ukienda wapi, ukiingia hapa town, ukienda kwa stage, sio dhatore kila mataa wa masola. Nitwanjita nado itu. Yes, ndio hii Thika yetu ikuwe mzuri. Na hiyo kitu mimi naomba mtunge mkono. Nimogotonyiterera. Nimogotonyiterera tutue Thika na tuweke city. So mimi sina maneno, nikuambia tu mjue ya kwamba huyu mjamaa aliongea hapa, wapi huyu Kanyi? Huyu Kanyi huyu ndemwera na njira nguhi. Huyu ndio tumepatia kazi ya kukua municipal manager hapa. Nejo andu aingi mohota kwaga gutaukirwo ndamurugamia niki no ndimwire mbeleni. Hii Thika tulikuwa na municipality. Hiyo municipality ya Thika mulikuwa tunapewa pesa milioni 255. Lakini hiyo pesa haikukuwa ya kuhudumia Thika peke yake. Mulikuwa mnahudumiwa Thika na ingine inagawiwa inaenda Juja. Mimi nikapiga hesabu wakati mmenipa kazi juzi kama governor. Na nimwene ni governor wakana kurale na giata tu mbele yako wakana tiguo. Hao wenye walikuwa watatu mbele yangu wametawala miaka 10. Mimi ndio sasa nimemaliza mwaka mmoja tu sasa na miezi 5. Nimepiga hesabu giuga niki gigutuma ati gwe constituency cire na andu 50,000 na niretwo municipality maraheo milioni 200 na Thika na Juja turi andu hakuhe milioni 1,300 na turaheo besha situkerwo tugayane cia municipality imwe. Ndio mimi nimekuja nimeingia kabla kumaliza miezi 6 nikaweka agenda juu. Nikasema county ya Kiambu hakuna constituency hata moja yenye haifai kuitwa municipality na hizo pesa za serikali zikuje. Ndio hii Thika nikagawa. Nikatoa Juja kwa mgongo ya Thika. Tuhama doito. Ngeiga Juja thege meruta mgongo wa Thika. Nikasema patia Juja municipality yao na hao patia municipality yao. Sasa saa hizi pesa yote ya hapa Thika ikikuja inatumika Thika peke yake. Nitwanyita nado itu. Watu wa Juja wamepata municipal yao sasa wako na pesa yao milioni 200. Sasa mambo ya Juja inakuwa sawa na yetu inakuwa bora zaidi. Kana tuko dado itu. Sasa ndio mnasikia nikiwaambia mimi kazi yangu tu ni mipango na hiyo mipango tutapanga mpaka hii Thika yetu ikuwe mzuri. Wewe kaa chini, lakini nikueleze ukikaa chini, uhakikisha ya kwamba kwa hii municipality ya Thika ukiketi mnakaa na huyu Kentams, mnakaa na Njiru, unakaa na Mburu, unakaa na wale wengine na mnaulizana ya kwamba mambo ya hapa Thika ni wapi na wapi tunafaa kutengeneza. Tuko pamoja jameni? Usiende kujifanya mjuaji. Atuanze kusema ati pale wewe ndio unajua barabara, wale unajua wapi kana hao watu. Mkikaa alafu enda kwa raia. Mnaulizana hapa tunataka kuweka hii, tunataka kuweka hii. 260 million times 5 is more than a billion, almost 1.5 billion. Kwa miaka 5 utafanya kazi gani? Utafanya kazi mingi. Watu watalia maji tena.
Watu watalia mataa tena. Kwa hivyo sasa wewe ujipange ndio hiyo kazi ifanyike na ifanyike kwa ile njia inayofaa. Nataka tumalize ndio tusikizane na nyinyi watu wetu wa Thika. Unajua mimi nilisikia maongeo na hii muniruhusu hii. Unajua mimi siongeangi juu ya watu. Binafsi mimi siongei. Mimi naongeanga mambo yangu ya maendeleo na yangu. Kuchongoa mtu, mambo ya ati ule alikuwa hiyo mimi sina time. Hiyo time mimi sina. Hata Mwenyezi Mungu hataenda kuniuliza mbinguni mambo ya mtu, ataniuliza yangu ama namna gani jameni? Yes. So mimi sina time hiyo ya kuongea ati yule alisema alifanya. Ile kitu yenye nataka tu kuambia ni kwamba hii Thika yetu mjue lazima tufikirie sana. Nilisikia hapa agenda kama imeletwa. Na nikasikia imezungumziwa sana siku nyingine pale. Ati kusema watu wa Thika pande hii tunataka kugawa Kiambu County, ati tuko pande hii na Thika pande hii na Kiambu ingine pande ile, kwa vile saa zingine ati watu wa pande ya hii ya Thika wanatoa ushuru na ingine inaenda huko kwa ile watu ya ngambo ile. Kwa hivyo hapa sisi tunafinywa, wengine wanasaidika pande ile ingine ya juu. Sasa wacha mimi niseme tu kwa dakika moja ndio tukue, hakuna kitu mzuri kama ile information ama kujua, kuelewa. Na hii sio siasa, ni kuelewa. Nimewambia mimi ukiangalia kwa record za bunge, mimi ndio mwenye one man one vote one shilling. Pesa hugaiwa namna gani, hutoka kwa serikali namna gani. Kitu moja nataka niwaambie watu wa Thika na watu wa hii area yote. Ukichukua county kulingana na hesabu, na mimi ni senator wa kwanza kuketi kwa bunge pamoja na wale maseneta wengine. Sisi ndio tuliunda jinsi ya vile pesa inagawiwa kwenye hii Kenya mzima, na hapo ndio nilileta one vote one shilling. Ukishika county kulingana na vile pesa hii hugawiwa ya kwenda kwa county, pesa inahesabuliwa kulingana na wingi wa watu. Inahesabuliwa kulingana na ukubwa wa inchi ambaye muko naye. Tuko pamoja jameni? Those are the main parameters ya kugawa pesa ya serikali kuu. So ukichukua wale watu wako hapa Thika na Kiambu, useme umegawa mara 10, tu county ingine 5 ama 6 ama 7, hakuna kitu umefanya. Umechukua ile keki umekata tu ile same cake, umekata tena mara 6, kwa hivyo watu wanabaki na kapisi yao ndogo ndogo. Tuko pamoja jameni? Kwa vile kama tuko watu 2,000,000 na watu 500, 2.5 million. Ukigawa mara 2, utagawa tu useme 1.3 na 1.3, serikali kihesabu pesa wanatoa ikiwa wamegawa hivyo. Kiambu hautaongeza mipaka. Ukisema umekata mara 2, tunaambua huko ni kilomita fulani, huku ni kilomita fulani. Na wewe namna hiyo. Jinsi yetu ya kutafuta pesa, wacha mimi niwaambie. Na mahali tumekuwa tumefinywa ni kwamba hapa kwenye hii Kiambu County tuko na constituencies ziko na watu wengi zaidi. Angalia Thika vile tulivyo. Angalia Roiro kuko na watu zaidi karibu 1 million. Na watu wanaitwa one constituency. Pesa ile inatolewa kule na serikali, wanatoanga kwa constituency, wanapeana karibu 200 million. Sisi hapa Thika tuko na upande wa Goliba, tuko na upande huu, na hata serikali kuu wameshatambua, wameweka sasa sub county huko Thika East. Siko una DCC huko. Si hapa kuna DCC. Vita yetu hapa ndio tupate pesa mingi ni kusema tupatieni constituency huko Thika East na hapa tupatiwe constituency. Ama namna gani jameni? Yes, hiyo ndio pesa ya jinsi ya kuleta pesa. Tuende Roiro. Tuseme serikali kuu wametambua na wamepatia Githurai DCC. Na wamepatia Roiro DCC. Watupatie constituency Roiro na watupatie Githurai. Tuongeze tena pesa 200 million. Tuende kule upande wa Lari. Tuko na upande wa juu, tuko na upande wa chini. Wagawe tena watupatie mara 2. Tuko na mahali kunaitwa Ndeia. Wafanye hivyo pamoja na Limuru. Tutakuwa na constituencies zingine 8 za kuongeza. Hivyo ni kusema Kiambu tumejiongeza karibu 1.5 billion ya kutumia. Tuko pamoja jameni. Ni hesabu ndogo. Najua watu hawapendi hesabu sana kwa vile hesabu sio siasa. Unajua siasa ni tamu, hesabu ni ngumu. Hata tukiwa shule hesabu ilikuwa inachokesha watu akili. Lakini ni mzuri kujua, ndio ukienda ukikaa nyumbani hiyo hesabu unatafsiri. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo sitaki kupitisha hapo, niwaambie sisi kazi tutafanya. Leo tunachukua basari na basari ziko hapa. Hizi basari mimi wakati mmenipa kazi, Mwathura de governor wakana dhini wa county, nimepata basari na piano mara 1 kwa mwaka mzima kwa county hii yote. Hata nyinyi ni washahidi.
Mumekuwa mnachukua basari hapa, unakuja unagojea siku mzima unapoa 1500. Hiyo ingine mpaka mwaka ujao. Nimekuja sasa nimepindua hiyo mambo. Mwaka uliopita niliwaambia MCs wetu tunapeana hii basari mara 3, ikaonekana kama mchezo. Tukapeana mara 3 na ikaisha. Mara hii 2024 nimesema basari ya kaunti ya Kiambu kwa mwaka wowote, kama governor wa Matangi ndiye governor, tutakuwa tunapeana basari mara 5 kwa mwaka. Tuko pamoja jameni? Hii yenye tuko naye siku ya leo, eno tuwe nayo. Hii tuko naye wapi Ngoroi kuja? Hii yenye tuko naye siku ya leo, hizi basari zote tuko na basari ni wapi? Hii ni basari ya watu wa township wote, na ako na ingine hapa tuko na ya watu wa hospital ward ziko hapa. Hizi basari tulikuwa na ya mwezi wa 2 na mwezi wa 4. Hiyo tumerundika pamoja, ndio hii yote. Mwezi wa 6 ambaye ni kutoka Jumatatu muende kwa Njiro na mkuje kwa Kentams, atakuwa na form nyingine mpya kuwapatia basari. Tuamado itu. Mwezi wa 8, mwezi wa 8 tuna basari igi. Tunatuanyita nado itu. Disemba tuko na basari nyingine. Alafu niwaeleze wanadhika ya kwamba nilitoa amri na mtadhibitisha hapa saa hizi kwa vile ninamaliza. Mtadhibitisha hapa saa hii tu. Yangu ni ya kuona stuza hiyo ile tumetenda. Nilisema tena hakuna wakati mzazi yoyote atakuja kupiga laini kugojea ametoka nyumbani kutafuta basari apatiwe basari ambayo iko chini ya shilingi 1500. Tuko pamoja jameni? Rekede mwere na Gikuyu kinini kihuthu uguo ni kuuga atia. Uguo ni kuuga atiriri ati ungikorwo wi single mother kana single father na wina ciana 5 cia guthomithia, no thomithie ciana 5 na basari. Ni twanyita na andu aitu. Tondu guko heo 5,000 no heo 5,000 na 5 na 5 miaka 5 mieri 5 ndunathomithia ciana 5. No thomithia ciana ciaku. Njoke ndimwire turacokire turarikanira na nyinyi mmeona kwa ushahidi. Watoto wote mimi ndio nilisema na sasa imekuwa ukweli. Gutire mwana wa dana wa mugongo niguo turaigire. Ndirigire mwana uria ukaga cukuru atari iratu oimete kanyumba ga 10 by 10 majengo ga single mother. No riu umaga kuria Kameno mwana wa ikanga ria kuhura ngari baru ria mushara wa 500 o muthenya na ena family agoka na atari iratu imagaritio ni nyina kana ithe. Na mwana uria rehagwo cukuru na Prado ciana ciothe ciakinya ni kindu giki. Ngiuga mwana ingira cukuru asubuhi mwana ndakorio kana nyina ni ari nguku. Oro muthenya thiko 3 mwana wothe akaheo itumbĩ rĩa gũtherũkia. Githĩ tuwa gũthiaga? Nikasema mtoto akija kwa shule asiulizwe kama baba yake yako na kazi ama baba yake yako na ng'ombe. Nikasema kila mtoto siku ya Alhamisi anapewa maziwa na watoto wanapewa maziwa. Nitwanyita nado itu. Nikasema mtoto asiulizwe kwao kama wanakula ama hawajakula jana usiku ama hawakulangi ama kama wako na kazi. Nikasema kila siku mwana thie cukuru agakora igeirwo bakuri yoshorwa vitamini mwega wena gacukari. Githĩ tugokora thie thiko ici. Sasa hiyo mashule mnaona sisi tunajenga kila mahali na watoto wafurahie. Nitwanyita nado itu. Yes, hiyo ndio ile Kiambu sisi tunajenga. Wacha niwaulize swali ya mwisho wanadhika. Nisikie kama tuko kwa raini moja na nyinyi. Katogwa kantora nyitana. Haha kikaro giki ugo tuikarite ithuothe hapa vile tunakaa. Ni kule mundu wena kadi ya Wamatangi. Iko mtu ako na kadi ya Wamatangi hapa. Haha ni hale mundu murihira biro ni kadi ya Wamatangi. Hebu nione mtu amelipiwa bill na Wamatangi. Kama umelipiwa tu simama, usema ukweli. Hata wewe umelipiwa. Patia yule microphone, umelipiwa pesa ngapi yule yako pale na green. Unajua mimi nataka niwaeleze vile mambo inaendelea kwa vile naona saa zingine wengine wetu hatujaelewa vile mambo iko. Hii county yenye tunaunda. Sema tu kama ulikuwa mgonjwa ulienda unini sema tu. 200,000. Ulilipiwa 200,000. Sio. Sasa niwaambie tuiguithanie na nyuado athika. Wacha niwapatie habari, mimi naona wengi hawana habari. Nilia murathuri la wakati mumenichagua, unajua mimi nikiwa senator nimeona hii mambo. Hakuna kitu inakera wazazi ama familia kama wakati mtu mmoja wa familia ako kwa hospitali na amelazwa. Tuhamwado itu na ni mgonjwa. Na biro icio cia thibitari itire itheru. Tondu kuona family
Ando kinyamatara hota kule hafithi mareherwo biru ya 400,000. Mimi nilisema ninataka kuwatoa mzigo hiyo ya bill kwa familia. Giuga mundu wana wathie mzee ume haha rucio enda pale, kama unaishi hapa Kiandutu, thie hau dispensary, kalia kiti. Ukikalia kiti, toa kitambulisho wapatie, waambie jetagwo uguo muona hau kibadi ile giki no twanyitana, neno ni namba yako ya thimu, unapeana jina ya mama, kwa hiyo mtumia akwetagwo neno ni namba yake ya kibadi na ya thimu, na ndina ciana, peana majina ya watoto wote wenye hawajafikisha miaka 18. Kutoka hapo unaingizwa kwa mtandao ya Wamatangikia ama Kiambu Afya. Kama ni mama wathie hale ya mundu witu Mokorino, ugathie ugaikarira giti, kalia kiti, sema mimi kitambulisho ndio hii, namba yangu ya simu, mzee anaitwa hivi na hivi, watoto ndio hawa, peana wenye hawajafikisha 18 years. Kutoka hapo wekwa kwa mtandao. Hakuna kitu kingine. Hivyo peke yake. Ukiwa mgonjwa, hiyo familia, mtu yote akiwa mgonjwa kwa Kenya mzima, kwa shule, kwa hospitali zote za raia, unatibiwa bure. Nitwanje tanado itu. Ya muhimu ni hivi. Na hane hodeda tonyitane. Hiyo kadi tathikiriria hii. Toiguithanie. Ndeto ciuragirwo itheru-ini. Nitwanyitana andu itu. Toiguithanie. Kadi iyo wena murimu wa cukari, wena murimu wa high blood pressure, uria wendaga ndawa hindi ciothe, ndukerwo ni mundu ati ici no ugurire tondu uretia maita maingi. Nitwanyitana. Hautaambiwa ati kwa vile unakuja kila siku, hii ni ugonjwa wa kila siku, wewe uwe unatoa pesa, utakuwa unatibiwa. Ya mwisho na ya muhimu, hiyo familia, hao watu wote wamewekwa kwa hiyo kadi. Mundu mwe agethie thibitari age kuhona, familia inapatiwa shilingi 1,100 ya kuenda kupumzisha huyo mtu. Nitwanyita nadwa itu. Sasa nataka mujipange, tuelewane, watu wa Thika. Kama uko na dispensary iko karibu na wewe, uende pale ujiandikishe. Ukiwa mgonjwa ukienda kwa hospitali, kabla hujatibiwa, udai kwanza uwekwe kwa mtandao. Nitukuithania nadwa itu. Sasa kwa vile tumeshasikizana hiyo, tuseme ya kwamba wapi hizo cheki lete